Mungu hajatuitia tuishi maisha ya unyonge, ametuita tuishi maisha ya unyenyekevu. Hivi unajua kabisa Mungu anaruhusu kushow off. Kuna utofauti wa kushow off na kubrag. Kama una show off utukufu wa Mungu, yani anakubariki, amekuruhusu na hana shida na wewe, ujue Mungu ni mfanyabiashara na biashara yake ni salvation, wokovu. Anataka kuvuna watu wengi waje kwenye ufalme wake. Sasa anakutumia wewe kama a point of advertisement. Wewe ndo tangazo la Mungu. Ukiwa unajificha, ukiwa unabaki nyuma, hauonyeshi utukufu wake. Watu wanaona hii bidhaa ya nini? I don't need it. Sihitaji wokovu. Ila ukianza kuonyesha matendo ambayo Mungu amekutendea, ukianza kuweka nuru yako iangaze gizani, watu wataanza kuvutiwa na huyu Mungu. Hivyo leo ukiri wetu unatoka katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Ukiwa kazini, tokea kama nuru ya ulimwengu. Hatujaitiwa kuishi maisha yani ile low life. Unasema eti unanyenyekea. Unyenyekevu sio unyonge. Show off. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nuru yako inatakiwa kuangaza. Matendo yetu yanatakiwa yaonekane. Tujue kabisa Mungu anatutegemea. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Hatuashi taa zetu tukaziweka chini ya meza, hatuziweki chini ya kitanda. Tunatakiwa tuonekane. Mungu akikufanyia kitu, ongea, sema, tokea mbele za watu, onyesha utukufu wa Mungu. Neno lake linasema kwamba hivyo hivyo nuru yetu na iangaze mbele za watu. Show forth the glory of God. Angaza. Tangaza biashara ya wokovu ya baba yako, matendo yako, muonekano wako, biashara yako. Hivyo vitu vyote vimpe Mungu utukufu. Ndoa yako, watoto wako, usiogope. Angaza. Unamsaidia Mungu kuadvertise biashara yake na kuvuna roho nyingi. Turudie kwa pamoja ukiri wa leo. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya.